Unasema, Baba Mungu, naomba kwa damu ya Yesu nionyeshe adui wa nyumbani. Utashangaa, utamwona usiyedhani. Alafu chukua taya la punda, sambaza, piga. Sidanganye na mtu eti mwacheni mapenzi ya Mungu yatimie. Mapenzi ya Mungu yanakaa ndani yangu. Sababu ya kifo cha mumeo ni watu fulani, ndugu zako wamemchukua mumeo msukule, wanamtumia kwenye biashara zao. Wana maduka, wana biashara, wana nyumba, wanamtumia huko. Na wewe unacheka cheka eti shemeji, shemeki, shemeki. Piga, wamwachie. Hebu sema piga. Mwachie. Wameshikilia kabisa employment yako. Unazo sifa. Lakini kuna kibwengo mmoja hapo. Anasema, "Unajua mimi ni kufanya tu kazi." Fanya kazi, utakesha. Piga. Yesu akasema adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Kuna mtu kwenye familia yenu amezuia usiolewe. Amezuia kabisa, ndiye anayefanya baba, mama, kaka, dada watu wafe. Yaani wewe utakapoanza kwamba imakaparebeke pasetiri riamakapaseke shakapa, ninawakusanya adui wa nyumbani, na kusanya mjomba, shangazi, baba mkubwa, mtu yoyote ambaye ni adui ukoo, kusanyikeni, vunjikeni vipande vipande hapa. Ukianza kukusanya wewe sehemu unakusanya tu adui wa nyumbani kwenu, watakuja wenyewe. Nimeandika kitabu kinaitwa Majeshi ya Wafu. Wangapi wameshakikona? Kinaitwa Majeshi ya Wafu. Na kushauri soma hicho kitabu. Vitabu vyote ambavyo mimi nimeandika sio vya kutunga, ni ufunuo ambao nime experience. Siku moja nilikuwa Dodoma pale. Sasa kuna mjomba kabisa wa tumbo moja na mama alifariki. Sasa mimi nikatoka hapa nikaenda pale, nikafikia pale Dodoma Hotel. Nikasema msibani kulikuwa na watu wengi sana, kwa hiyo nikalale pale. Nilipolala kule, kulala tu hivi, sijalala kabisa usingizi, Mungu akanifungua macho. Niliona jeshi la watu waliokufa